Hujambo na karibu mtazamaji wangu mpendwa. Karibu katika kipindi cha Kiswahili Kitukuzwe ambacho kinaendeshwa na mwalimu ambaye amebobea katika Kiswahili, Mwalimu Wanjala. Leo niko na swali kuhusu Nguu za Jadi, riwaya Nguu za Jadi, na swali hili ni dondoo kisha lingine ni la kueleza kama insha. Swali la kwanza linasema, ikiwa mmoja wa hawa wenzangu atadhurika, nitamwaga mtama. Ikiwa mmoja wa hawa wenzangu atadhurika, nitamwaga mtama, liwe liwalo. Eleza muktadha wa dondoo hili. Swali la kwanza, eleza muktadha wa dondoo hili. Bila shaka nimeweza kuandaa majibu. Jibu la kwanza, unaeleza msemaji ni nani, msemewa ambaye alinaambiwa haya maneno ni nani, walikuwa wapi, na ni nini ambacho walikuwa wanazungumzia. Kwa hivyo msemaji ni Ngoswe na msemewa ni Sagilu. Walikuwa nyumbani kwa Mtemi Lesulia, na kiini cha kuzungumza mambo kama haya masababu ilikuwa ni baada ya Ngoswe kutofautiana nao kuhusiana na njama potovu. Kwa hivyo Ngoswe alikuwa katika mrengo wa wakule, mrengo wa Mtemi Lesulia na babaka ambaye ni Sagilu, lakini akaweza kukosana nao, akaweza kutoka kwa ule mrengo kwa sababu ya njama yao mbaya dhidi ya wananchi. Kwa hivyo hiyo ndio sababu alisema, ukiwa mmoja wa hao wenzangu atadhurika, nitamwaga mtama. Yaani kumwaga mtama ni kuongea ukweli, kufichua siri. Kwa hivyo haya makala yametoka katika ukurasa wa 129. Kama uko na riwaya yako karibu, unaweza fungua 129 kisha uweze kuhakikisha. Swali linalofuata, eleza athari 4 za msemaji kumwaga mtama ukirejelea riwaya Nguu za Jadi. Athari, yani effects kwa lugha ya Kimombo, ambazo zinaweza tokana kwa huyu msemaji kumwaga mtama, kufichua siri. Ngoswe akiweza fichua siri, kutakuwa na athari zipi? Wanataka utaje 4, lakini mimi nimeweza kutaja athari kama 8 hivi mtazamaji. Athari ya kwanza, Ngoswe anamripoti Sagilu kwa kuwa na uhusiano na Cheia, hivyo basi kuharibu uhusiano wa Sagilu na Mashauri. Kwa hivyo Ngoswe kwa kutoboa siri ya kusema kuwa Sagilu ako na uhusiano na Cheia ambaye ni mpenzi ama mchumba wa Mashauri, hilo jambo linasababisha Sagilu kukosana na mwanawe ambaye ni Mashauri. Kwa hivyo hiyo ni athari ya kwanza. Athari ya kwanza ya Ngoswe kumwaga mtama, kufichua siri, inamfanya Sagilu kukosana na mwanawe ambaye ni Mashauri. Kwa hivyo anaharibu huo uhusiano wa baba na mtoto. Pili, Mangwasha anapopata stakabadhi za ardhi anazirudufisha na kusababisha wao kushinda kesi kotini ya ardhi yao. Kwa hivyo swali hili linasema, eleza athari 4 za msemaji kumwaga mtama ukirejelea riwaya Nguu za Jadi. Kwa hivyo kumwaga mtama, athari za mtu kufichua siri ukirejelea riwaya ya Nguu za Jadi, unapata kuwa Mangwasha anapopata stakabadhi za ardhi anazirudufisha. Kurudufisha ni kama kufanya photocopy kwa lugha ya Kimombo. Kwa hivyo jambo hili linasababisha mrengo kina Mangwasha na Lonare kushinda kura ama kushinda kesi kotini ya ardhi yao. Kumbuka Mtemi Lesulia na mrengo wake walikuwa wanataka kuiba ardhi yao, ndio maana walichoma makazi ya Waketwa. 3, inapojulikana kuwa Mtemi Lesulia alimteka nyara Lonare, wafuasi wake wanakosa kumpa kura. Hivyo basi Lonare anashinda kwenye uchaguzi. Kwa hivyo kufichua siri kusema kuwa Mtemi Lesulia ndiye alihakikisha kuwa Waketwa watekwe nyara, inasababisha Lonare kupita kura na kumshinda Mtemi Lesulia. Kwa hivyo athari ya 3 ni kuwa inasababisha Mtemi Lesulia kuanguka kura ama kutochaguliwa.
4. Biashara ya sihaba, kuwatumia wasichana wadogo katika ufuska, inatibuka na anaishia kufungwa. Kwa hivyo kufichua siri kuwa sihaba alikuwa anaendeleza kazi ya kuendeleza ufuska, yani ukahaba kwa wasichana wadogo, baadaye inajulikana kisha anafungwa. 5. Chifu Mshabaha anagunduliwa kunyakua shamba la Lonare. Anapokuwa kiongozi ananyang'anywa ardhi hiyo. Kwa hivyo siri inajulikana kuwa Chifu Mshabaha wakati alikuwa chifu alinyang'anya Lonare shamba lake, na Lonare anapokuwa kiongozi, anapopita kura, anarudisha shamba hilo. 6. Baada ya Cheia kutambuliwa na Ngoswe kuwa ana uhusiano na Sagilu, inasababisha ndoa yao na Mashauri kuvunjika. Kwa hivyo siri ambayo ilitambulika ni kuwa Mashauri aligundua Cheia ana usuhuba na babake ambaye ni Sagilu. Kwa hivyo yeye inasababisha ule uchumba wao kuvunjika ama uhusiano wao kuvunjika. Pia baada ya kubainika kuwa Ngoswe si mtoto wa Lesulia ila ni wa Sagilu, inasababisha uhusiano wao kuvurugika na kusambaratika. Kwa hivyo inapojulikana kuwa Ngoswe si mtoto wa Lesulia, ni wa Sagilu, uhusiano wa Sagilu na Mtemi Lesulia unavunjika. Pia Mangwasha anapobaini kuwa Sagilu ndiye anampa Mrima pesa za kuenda Pondamali, anazirudisha kwake, hivyo basi kukatisha kupokea pesa zaidi za starehe kwa Mrima. Kwa hivyo Mrima anakosa kuendelea kupata pesa za starehe, wakati Mangwasha anagundua kuwa Sagilu ndiye anampa hizo pesa ili aende Pondamali kuenda kuburudika, kunywa vileo. Kwa hivyo haya ni majibu ya swali la pili ambalo lilikuwa nauliza tu adhari 4, kisha nimepeana adhari 8. Yani adhari ya kumwaga mtama, kutambua siri, imejitokeza aje, inaleta adhari gani katika riwaya nzima ya Nguu za Jadi. Mambo ya watu kutambua siri, kutoboa siri, yanaleta madhara gani katika riwaya ya Nguu za Jadi. Swali la ba, thibitisha ukweli wa kauli iliyopigiwa mstari ukirejelea riwaya ya Nguu za Jadi. Kwa hoja 12, thibitisha ukweli wa kauli iliyopigiwa mstari ukirejelea riwaya ya Nguu za Jadi. Jibu la kwanza, kufuata waume zao wanakobarizi. Kwa hivyo hili swali kwanza, kabla niendelee na majibu, linakuuliza, kauli inasema hivi ndivyo ulivyofunzwa na mamako, ama kweli wanawake wa kisasa wanavunja kila mwiko uliowekwa na wazee. Kwa hivyo kwa hoja 12, thibitisha ukweli wa kauli iliyopigiwa mstari, yani kuwa kauli ambayo uonyeshe kuwa kweli wanawake wa kisasa wamevunja kila mwiko uliowekwa na wazee. Kwa hivyo uonyeshe wahusika wa jinsia ya kike namna walivyovunja miko ya utamaduni. Yani kulingana na utamaduni hawafai kufanya jambo fulani, lakini waliweza kulifanya kutoka katika riwayani. Ndio maana nikasema hoja ya kwanza ni kufuata waume zao wanakobarizi. Unapata kuwa Mangwasha anamfuata Mrima Pondamali licha ya mila na tamaduni kumkataza kufanya hivyo. Mbungulu anajaribu kumwambia utamaduni amruhusu kufuata mumewe mahali ambapo anapata starehe, lakini Mangwasha anavunja mwiko huo. Pili, kujichagulia mchumba. Licha ya shinikizo za Chifu Mshabaha kuwa alijaribu kumrai Mangwasha aweze kumkubali Sagilu, Mangwasha anichagulia Mrima na hata kuambaa mkahawa wa Mpendabure. Alikataa, waliacha kwenda mkahawa Mpendabure kwa sababu Sagilu alikuwa na nia ya kumtaka Mangwasha, na Mangwasha alikataa. Hadi rafiki ambaye ni Chifu Mshabaha akajaribu kumsihi Mangwasha aweze kumkubali Sagilu, lakini akakataa. Kwa hivyo kitambo, kulingana na utamaduni, mwanamke hafai kujichagulia mchumba, lakini unapata kuwa Mangwasha anajichagulia Mrima kati ya Sagilu na Mrima. Pia kujiendeleza kimasomo. Unapata kuwa
watu wa jinsia ya kike kitambo, kulingana kitambo hawakuwa wanasoma, lakini unapata kuwa Mangwasha anaendeleza masomo yake baada ya shule ya upili na kufuzu. Wanawake wengi wanakosa kufanya hivyo kwa sababu ya mila. Inambidi kumshawishi babake Mzee Shauri kumsaidia kuendeleza masomo yake licha ya alama zake kutomruhusu kufanya hivyo. Kwa hivyo unapata kuwa Mangwasha anasomea uhazili, jambo ambalo anavunja mwiko kwa sababu mwanamke katika riwaya Nguu za Jadi kulingana utamaduni hafai kuendeleza elimu. Kumtunza Mrima anapougua. Unapata kuwa Mangwasha anamtunza Mrima anapougua baada ya kujiingiza katika pombe haramu, kinyume na mila. Mwanamke hafai kumuuguza mwanaume. Pia kuna kukaidi amri zinazoendeleza ukabila ofisini. Unapata kuwa Mangwasha anakataa kufuata amri zinazoendeleza ukabila ofisini mwa Chifu Mshabaha, licha ya tamaduni kumkataza kukaidi amri za bosi wake. Kwa hivyo Mangwasha ni mwanamke lakini anakaidi amri za bosi ambaye ni Chifu Mshabaha. Pia unapata kuwa kushauriana na wanaume jinsi ya kuendeleza familia. Unapata kuwa Mangwasha anashauriana na Mrima kuhusu namna watoto wanavyofaa kulelewa. Mila zinamwachia mwanaume jukumu la kuamua, lakini unapata kuwa Mangwasha pia anajihusisha, anataka wasaidiane na Mrima katika uamuzi huo ama maamuzi hayo. Jambo lingine ni kujitwika malezi. Unapata kuwa Mangwasha anakimu mahitaji ya Sayore na Kajewa. Mrima anapopotolea Pondamali, licha ya mila na tamaduni kumtwika mwanaume jukumu hilo. Kwa hivyo unapata kuwa Sagilu wakati alikuwa amemfadhili Mrima kwenda kujiburudisha kule Pondamali kwa vileo, Mrima anatelekeza familia yake na Mangwasha anabaki na huo mzigo. Kwa hivyo anajitwika mzigo wa kuamua kuwalea Sayore na Kajewa, jambo ambalo mwanamke hakuwa anaruhusiwa kulifanya kulingana na mila ya Waketwa. Kwa hivyo unapata kuwa Mangwasha ambaye ni mwanamke amevunja mwiko huo. Pia kuna kumfanyia Lonare kampeni. Mangwasha, Mbungulu na wanawake wengine wanamfanyia Lonare kampeni licha ya mila na tamaduni kusema kuwa mwanamke anapaswa tu kuonekana bali asisikike. Lakini unapata kuwa Mangwasha na Mbungulu wanasikika sana katika kampeni ya kumfanyia Lonare ili wambwage Mtemi Lesulia ambaye alikuwa anawatesa sana Waketwa, ambaye alikuwa mkabila mkubwa kwa sababu alisababisha katika kuchomekewa makao ya Waketwa. Pia unapata kuwa kuna kuzuia ufisadi. Mangwasha anamshurutisha Mrima kurudisha pesa haramu ambazo alikuwa amepewa na Sagilu, licha ya mila kumzuia mwanamke kumshurutisha mwanaume kufanya kitendo chochote kile. Unapata kuwa Mangwasha anapata mlungula wa pesa, hundi la pesa ambalo Sagilu alikuwa amemhadaa Mrima nazo ili wafanyie kampeni, lakini Mangwasha anamgombanisha, anamshurutisha Mrima, kisha anazirudishia, anampea Lonare ambazo anazirudisha wakati Sagilu alikuwa hoteli la Satan, wakimwambia kuwa chukua huu mzigo wako wa dhambi. Pia kuna kufanya kazi au kuajiriwa ofisini. Mangwasha anafanya kazi kwa Chifu Mshabaha licha ya kuwa Mketwa. Tamaduni ziliwabana Waketwa, zikatengea Wakule ajira hizo. Kwa hivyo ajira zote zilikuwa zinafanyiwa na Wakule kwa sababu walikuwa kwa serikali. Lakini unapata kuwa Mangwasha anaenda kinyume na mwiko huo na kuajiriwa kazi katika ofisi ya Chifu Mshabaha ambaye ni Mkule, tofauti na Mangwasha ambaye ni Mketwa. Pia unapata kuwa kuna kumsaili mumewe. Mangwasha anamuuliza Mrima alikotoka na iwapo Sagilu anamtafutia mke mwingine, tukio ambalo ni mwiko kulingana na mila. Kwa hivyo Mangwasha anamuuliza Mrima alikotoka, ambapo mwanamke hafai. Hata Mrima anamuuliza, wewe ni mwanamke, hufai kuniuliza mahali ambapo nimetoka. Kwa hivyo Mangwasha ambaye ni mwanamke amevunja mwiko huo. Pia kuna kuhamasisha na kuhutubia umma. Mangwasha alikuwa anawahutubia watu na kuwahutubia nje ya kanisa licha ya mila kumnyima mwanamke fursa hiyo. Mangwasha alikuwa akiwahimiza watu waweze kumpigia Lonare kura na kusimama kwenye jukwaa na kuwahutubia, jambo ambalo ni kinyume na
utamaduni wa Waketwa. Kuna kufungulia wachumba wao biashara. Mangwasha anamfungulia Mrima biashara. Ni kinyume na mila inayosema kuwa ni mwanaume anayepaswa kukimu mahitaji ya mkewe na wanawe. Lakini unapata sasa hapa inageuka, inakuwa kinyume. Mrima anapotoka katika ponda mali, Mangwasha anamrudisha nyumbani na kumfungulia biashara. Badala ya Mrima aweze kujukumika kumfungulia familia yake biashara, ni mkewe sasa ndiye anamfungulia biashara. Pia kuna kuanzisha miradi ya kusaidia vijana. Mangwasha anaanzisha miradi ya kuwasaidia vijana licha ya mila kuwapa wanawake nafasi finyu sana katika maendeleo ya wahafidhina. Kwa hivyo Mangwasha ulipata kuwa alifungua ofisi ambayo ilikuwa inasaidia vijana ambao alikuwa amegundua kuwa wanarandaranda mitaani, hawana mambo ya kufanya, kazi yao ni kutumia tu vileo. Kwa hivyo huyu mwanamke ambaye anaitwa Mangwasha amevunja miko mingi na bado tunaendelea kutaja. Jambo lingine ni kufunga danguro la sihaba. Mangwasha, Mbungulu na wanawake wengine wanaandamana na kufunga danguro la sihaba, ambako aliendeleza ufuska na vigoli waliofaa kuwa shuleni, licha ya mila kumpa mwanamke nafasi finyu. Kwa hivyo Mangwasha anajipa jukumu pamoja na wanawake wengine kwenda kufunga biashara ya sihaba. Yaani mwanamke anaonekana yule ni mtu ambaye ako na ujasiri sana hadi anaenda kufunga biashara ya mtu mwingine. Pia kuna kuongoza maandamano. Mangwasha, Mbungulu na wanawake wengine Waketwa wanaongoza Waketwa wenzao wakiimba nyimbo za ukombozi, wakirejea katika ardhi yao walikokuwa wamefurushwa matango. Walikuwa wanaendeleza hayo maandamano wakitaka haki itendeke, namna Mrima alivyokuwa ametekwa nyara na pia namna walivyokuwa wameiba kura katika uchaguzi. Pia kuna Cheia, anahusiana kimapenzi na Sagilu. Licha ya Sagilu kuwa baba mkwe wake, kuwa mchumba wa mwanawe Sagilu Mashauri, Cheia anahusiana kimapenzi na Sagilu. Kwa hivyo anavunja mwiko kwa sababu anajihusisha kimapenzi na Sagilu ambaye ni baba mkwe. Kwa hivyo hapo mwanamke ameonekana amevunja mwiko ambao ni mkubwa sana. Nazia anamwendea kinyume Mtemi Lesulia. Anamwendea kinyume na Sagilu, hivyo kupeleka kuzaliwa kwa Ngoswe kinyume na mila. Pia anazaa mtoto ambaye anaitwa Mdando ambaye walipata na Muhindi ambaye alikuwa rafiki wa karibu sana na Mtemi Lesulia. Kwa hivyo unapata kuwa Nazia anavunja mwiko wa kutokuwa mwaminifu kwa mumeo ambaye ni Mtemi Lesulia na kupata watoto na marafiki wa mumewe ambaye ni Sagilu na pia Muhindi, kwa kupata watoto Ngoswe na Sagilu, alafu kwa kupata Mdando kutokana na usuhuba wake na Muhindi. Kisha kuna usuhuba pasipo na kuchumbiana. Sagilu na Sihaba wana mahusiano pasi kufunga ndoa. Sihaba unapata kuwa Sihaba alimlipa Sagilu kila atakalo. Sihaba alikuwa anamlipa Sagilu kila atakalo, naye Sagilu alikuwa anamminia hela. Kwa hivyo alikuwa anamlipa kwa mbinu ya kumfanyia matendo mabaya kwa mahasidi wake na pia kuingiliana katika usuhuba wa kimapenzi. Kwa hivyo unapata kuwa Sagilu ako na wake wengine, ako na mke ameoa, lakini anaendeleza usuhuba wakiwa na Sihaba. Kwa hivyo hapa Sihaba ndiye amevunja mwigo kwa kuingia kwenye uhusiano na wanaume ambao wako na familia, yani kuvunja ndoa za watu wengine. Kwa hivyo ndivyo miko imeweza kuvunjwa na muhusika ambaye ni wa kike, wahusika ambao ni wa kike, akiwa wakiongozwa na Mangwasha, Mbungulu, Sihaba, Cheia na Nazia, mtazamaji. Kwa hivyo kufikia hapo, hilo ndio swali ambalo nilikuwa nimekuandalia. Ni swali ambalo ni nzuri na likiweza kuja kwa mtihani linaweza hangaisha mwanafunzi kama hawezi kufafanua haya maswali kwa njia ifaavyo. Kwa hivyo kama ni mara ya kwanza kutazama, msikilizaji au mtazamaji, ningependa uweze kusubscribe, uweze kulike na uweze kuniachia ujumbe. Kama kuna swali uweze kuacha swali lako hapo kwa upande wa comment section, nitaweza kulishughulikia bila shaka. Asante sana na uwe na wakati mwema, tukutane kwa kipindi kingine.